ama baina ya mja na Mola wake. Wa anta arhamur rahimin. Qur'an nasema fastajabna lahu fakashafna bihi asema tukapokea maombi yake na tukamuondolea shida alizokuwa nazo. Dua. Kwa maisha ya dua na Muislamu ni pacha. Yani hatuwezi kukimbia. Alikuja jamaa mmoja siku moja, kijana mmoja akaniambia, Sheikh niombee dua. Nikamwambia hapana, hata wewe unaweza ukajiombea dua. Yani kwenye Uislamu hakuna limit iliyowekwa kwamba lazima nikaombewe na sheikh fulani ndio mambo yafanye nini. Unajua watu tunaenda mbali sana. Sijakataa kwamba kuombewa kwa sababu ni mambo ya kitaalamu, lakini mimi napenda kuambia watu nataka dua. Sasa naombaje? Nikamuelekeza. Akaniambia, kwa kweli sheikh, kwa matatizo nilikuwepo nayo. Nikamwambia, ni tatizo gani? Akasema, sheikh, mimi bana, tatizo langu bana, mimi ni mlevi. Nakunywa pombe 24 hours. Nataka niache kunywa pombe. Kama mithali hiyo nia, kafanye dua. Kamuelekeza. Nikaja kukutana naye baada ya miaka miwili, akaniambia, alhamdulillah, dua ulionielekeza nimeomba kwa muda wa miezi 6, naomba tu dua na Mungu amenijibia. Sasa shida nyingine hapo. Kuna mtu anataka akiomba dua leo, kesho ajibiwe. Yani anataka atena kuomba, sheikh, wallahi ile dua nimeomba sana, wiki ya pili sijaona chochote. Mungu yuko hivyo. Kwa hiyo dua ni maisha yetu. Nabii Musa alayhi salatu wassalam, zama zake mvua iligoma kunyesha kama inavyotokeaga. Nafikiri mara nyingi hata Dar es Salaam watu tunakusanyana. Hata sasa tunaambiwa maji huko Ruvu yamekwama, hayapo kwa sababu mvua hakuna. Na umeme umeanza mgao tayari. Na mara nyingi hivi ni vitu, ni dhambi zikikithiri sana, Mungu anaondoa baraka ya mvua. Sasa wale walikaa muda, Bani Israeli, hakuna maji ya kunywa, hata kutawadha watu wanahangaika. Wakamfuata Nabii Musa, ndio nabii wao. Hatuna maji ya kunywa sasa hivi, hali ni mbaya, mpaka wanyama porini wanalia. Msikilizaji lazima aelewe tunazungumzia umuhimu wa dua. Zama hizo watu walikuwa wakipata matatizo lazima wakatambikie. Nafikiri mpaka leo matambiko yapo. Kutambika na unafanya kutambika, yani anaweza akachukuliwa mnyama, anapelekwa kwenye kaburi la wazee waliokufa pale, alafu binti mwenye matatizo anawekwa pale, watu wanaanza kuzungumza na mtu aliyeko kaburini. Umemkamata mtoto, mwachie mtoto. Angalia watu wanavyokufuru. Mtu amekufa miaka 20 na hata kama angekufa jana, anawezaje kumkamata mtu ambaye yuko duniani? Na hii imani kama shekhe iko kwa watu wengi. Ukisema hivi unaambiwa umekuwa muhabia, wewe ufai tena. Lakini tutakuwa na Uislamu gani kama tunaweza tukaamini ya mambo? Tutakuwa wafuasi sahihi wa Mtume Muhammad kweli? Hatuwezi kuwa wafuasi wa Mtume. Hii dini ni dini nyeupe, imekuja mchana kweupe, imeletwa na Mungu muumba mmoja, amekabidhiwa Nabii Muhammad. Msafi wa tabia amekabidhiwa Nabii Muhammad, msafi wa kila kitu. Mama Aisha anaulizwa, anasema kana khuluquhu alquran, ndio tabia ya Mtume Muhammad. Tabia yake ilikuwa ni manhaji ya Qur'an. Sasa ifike mahala wewe mtoto wangu ameumwa sana, huyu ana vya zamani. Kuna baadhi ya mikoa wanasema vya zamani. Ukisikia vya zamani maana yake wazee. Sasa wazee watakuwa wamekasirika. Kuna vile vijumba wanajenga kwa lugha ya Kia, watu wa Kigoma sio nasema ingondano. Hiyo ni lugha ya Kia, ingondano. Yaani unakuta kanyumba kamejengwa hivi, humu ndani kunapelekwa chakula, ndio kuna wazee maalum. Nitakupa mfano, ikifika mwezi wa 12, mwezi wa 12, Wachaga wengi utaona watu wengi, na sio Wachaga tu, wanakwenda kutambikia mwisho wa mwaka. Tukaongea na wazee, unamkuta mtu kaburini kabisa, wazee, kwa kweli mwaka huu mmenisaidia sana.
Ndipo tulipofikia. Sasa watu wanaweza kakalia tu, jamani hali ni ngumu, uchumi nchi umebana. Hapana, kwenye kisa hichi cha Nabii Musa ambacho naenda kukitoa, watu wanisikilize vizuri, kwa sababu haya mambo unapoona yanatokea yanajirudia, huko nyuma yametokea. Sasa wakamfuata Nabii Musa, hatuna maji ya kunywa, hatuna maji ya kutawadha, hali ni mbaya, tufanye nini? Nabii Musa alayhi salatu wassalam akawaambia basi tutoke nje ya mji. Wakatoka nje ya mji, wanaenda kuomba dua mvua inyeshe. Wakulukum ta'arifuna ala anna Musa al-Karim kana yukallimu Allah azza wa jalla wa kallama Allah Musa taklima. Musa ni katika manabii ambaye alikuwa anazungumza na Mwenyezi Mungu sauti kwa sauti bila ya Jibrili katikati. Sasa unakuta mtu anasema nimepewa neema. Umepewa neema. Nabii Musa anasema Allah anasikia, Allah akisema Musa anasikia. idhra an-nara faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fakhlana alayk innaka bilwadi al-muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana. Hapo ni baina ya Musa na Allah. Sauti ya Allah inatoka kwenye mti. Musa akiwa anarudi kutoka Misri baada ya Qur'ani nasema baada ya Musa kuwa ameua kwa bahati mbaya. Aliua si kwa kusudia, kwa bahati mbaya. Akawa amekimbia matatizo ya Firauni. Sasa wakati anarejea tayari shaoa, ana watoto, anarejea Misri, akafika mahala katika jangwa, njia imemchanganya. Sasa amekaa, ndo ghafla anaona moto. inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu ala nari huda. Sasa falamma ataha nudia, alipofika kule tu akasikia sauti inatoka kwenye mti inasema ya Musa. Musa akashtuka, huku tena kuna mtu ananijua. Tena kamuita kwa confidence, huku kweli kuna mtu ananijua. Anasema inni ana rabbuka, mimi ni Mola wako. Fakhlana alayk, vua viatu vyako. Innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Hapo huko katika bonde tukufu, bonde la Tuwa. Ni Musa anasema, Allah anamsikia, na Allah anasema Musa anasikia. Sasa kuna mtu akiwa na nyumba 5 hapa Dar es Salaam, magari, anataka watu walale chini ya wakanyage. Kibri ya neema aliyopewa. Ni neema. Kuna watu Mungu amewapa neema. Mmoja wapo ni Nabii Musa. Qur'ani imemtaja zaidi ya mara 400. Akaambia tutokeni. Wakatoka. Akawapanga, akasogea mbele, anataka kunyanyua mikono aanze kuomba dua mvua ije. Na maji ya mvua ni dawa sana. Ma'ul matar min al-awqat allati yustajabu, yani maji ya mvua ni miongoni mwa maji mazuri sana. Sasa anaomba dua Allah alete mvua. Akanyanyua mikono. Wanasema kabla haijanyooka, Allah akamwambia ya Musa, lan unzila alaykum al-ghaytha li'anna min bayni sufufikum abadan asiya wa laqad amsaktu al-matara min ajlihi ya Musa lan unzila alaykum matara hatta yakhruju min bayni sufufil musallin. Allahu akbar. Musa, sileti mvua. Sio kila dua unaomba lazima ikubaliwe na Allah. Huyu ni nabii. Mungu amemkatalia, ambia sileti mvua. Kwa nini? Li'anna min bayni sufufikum abadan asiya. Katika watu ulionao na katika safa zenu kuna mtu ambaye ni asi. Amenikosea mimi Allah. Kuna mtu ambaye ndio ana matatizo makubwa. Walaqad amsaktu al-matara min ajlihi. Na hiyo mvua yenyewe mimi nimeiziwia kwa sababu ya huyo mtu. Ya Musa, ewe Musa, ili mvua ije, watangazie wao huyo mtu akae pembeni. Watu wote wamuone. Akisha kaa pembeni watu wote wakamuona, mimi nitaleta mvua. Fanya hivyo. Fa aqbal Musa banu Israili khatiba. Ikabidi wageukie bani Israili wakutubie. Fahamida Allah wa athna Allah bima huwa ahluhu thumma qala amma ba'd.
Baada ya kumhimilia Allah akamwambia man kana minkum asi li rabbih falyakhruj min baini sufufil musallin. Banu Israili, kama kuna mmoja wenu anajua